Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Togolai 24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Naam, mpenzi mtazamaji wetu wa Togolai 24 TV na Super TV, niko mbele yetu hapa, tuko na mchungaji wetu, mchungaji kiongozi wa kanisa hili, mbeba maono wa kanisa hili. Tunatamani tujue leo mawili matatu yanayomhusu yeye na changamoto kidogo zinazopitia katika kuiendeza hii huduma ya Mungu. Karibu sana mchungaji. Asante sana mtangazaji. Tunatamani tujue unaitwa nani na mengine kidogo machache. Majina yangu naitwa mchungaji Evodi Shadrack Mkanagu. Niseme namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Siku ya leo imekuwa ni siku ya kihistoria katika maisha yangu. Ni siku ambayo kwa kweli sikutegemea kwamba ingekuwa hivi. Kazi ya uchungaji sio kwamba ni kazi rahisi, na sikutegemea kama itakuwa hivyo, lakini kwa sababu imelazimu, Mungu ameona kwamba niwe mtumishi wake, nimesema kwamba haina namna, nimekubali iwe hivyo, na naamini kwamba Mungu yuko pamoja na mimi pamoja na utumishi ulioko mbele yangu. Naamini kwamba Mungu atakwenda kuonekana. Amina. Naona kabisa una furaha sana. Nina furaha kwa sababu huko nyuma kazi ya Mungu sikuwa naitaka, japokuwa nilikuwa naifanya. Japokuwa wengine walikuwa nasema kwamba utakuwa mchungaji, kazi ya uchungaji nilikuwa siitaki, ila nilikuwa natumika katika maeneo mengine. Lakini sasa katika utumishi huu wa uchungaji ni kitu ambacho nilikuwa sijui kama itakuwa hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu nimetoa mzigo huu ambao ulikuwa ndani yangu, ndio maana nasema sasa nina furaha, kwa sababu mzigo uliokuwa ndani yangu wa kuitika wito, maana kazi ipo ngumu sana kuitika wito. Mtu kisikia ameitika wito wa kazi ya Mungu, ni kazi ambayo ni maamuzi magumu. Nimetoka kwenye kanisa moja zuri, nikiwa katibu wa kanisa kwa miaka 18, kanisa la Pentekoste Yombo Kiwarani, kama katibu wa kanisa na katibu wa parish miaka 18. Kanisa zuri, lakini leo nimekuja kuanza moja. Kwa hiyo sio kazi rahisi. Kwa hiyo nasema kwamba Mungu aliyelianzisha hili atalikamilisha na itaenda vizuri. Amina. Tunajua kwamba kazi ya uchungaji ni ngumu sana, ngumu mno, na sana hao wanaoanza chini na kwa ni ngumu. Sasa natamani kujua kutoka kwako, umejipangaje kuzishinda au kukabiliana na changamoto ambazo zitakuja mbele yako? Kikubwa ni maombi. Kikubwa ni maombi. Hakuna jambo linaloshirikana mbele za Mungu. Kwa sababu amenituma na ameniweka hapa, naamini ya kwamba ataonekana. Maombi sana, kulijua na kulisoma neno la Mungu, maana neno la Mungu ni kila kitu, ndio chakula. Lakini maombi kwa sana kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Wale ambao Mungu atawaleta waone makuu na waone matendo makuu, halafu washuhudie matendo makuu. Ndicho ambacho nakitamani, niwe na kanisa kubwa sana, liwepo kanisa kubwa sana ambalo linamtukuza Mungu, ambalo Mungu anafurahiwa na kanisa hilo. Kwa hiyo naamini kwamba katika changamoto zote kikubwa ni maombi, ambayo ndio nategemea ni mtaji mkubwa katika kufanya kazi ya Mungu hii. Unajionaje ndani ya miaka 10 na huko? Ndani ya miaka 10 naliona kanisa kubwa sana, lenye washirika wenye furaha, lenye washirika wanaosema kwamba tunaye Baba ambaye Mungu ametupa tulee katika kiroho. Kwa hiyo naliona kanisa kubwa sana ndani ya hii Nyantira. Amina. Unawaambia nini watu ambao wanakusikiliza sasa hivi, kutokana na tunatamani makanisa mengi yajawe na vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo unaombea nini na una mpango gani kuwaleta wale vijana wengi waje kwa Yesu? Mimi kanisa hili ninachokiamini kwamba Mungu ataleta vijana wengi, wa kike kwa kiume, atawaleta wazee, atawaleta wamama, atawaleta wababa, watoto kwa sana. Ni kanisa lenye rika mbalimbali, na ninaamini kwamba mpango na mkakati ambao ninaamini kwamba Mungu anaenda kufanya ni kuhakikisha anafanya huduma moja inaitwa ushuhudiaji, nyumba kwa nyumba. Tembelea nyumba kwa nyumba, kuhakikisha kila aliyeko jirani na maeneo haya ya Nyantira neno la Mungu linamfikia, na anajua kwamba ipo kazi ya Mungu inaendelea mahali pale. Halafu
aweze kuiwa kuja kuwa mshirika wa mahali hapa. Ndicho kikubwa ambacho namtamani Mungu aje akifanye katika huduma hiyo. Si muda mrefu hiyo huduma inaenda kuanza, ambayo naamini kwamba ina matunda makubwa na wapo wengi ambao naamini wataokoka. Kikubwa tunatamani watu waokoke, wamjue Yesu, wenye shida mbalimbali, magonjwa, wenye shida za matatizo ya aina mbalimbali, waje wamuone Mungu mahali hapa. Ibada sasa zinaenda kuanza. Zinaenda kuanza mahali hapa Nyantira, na kuanzia kesho nitakuwepo hapa kanisani kwa ajili ya kupokea wenye shida mbalimbali, kwa ajili ya kuombea wenye kutaka ushauri na mambo mbalimbali. Nitakuwepo hapa kwa ajili ya kuendelea na maombi. Kikubwa ninaingia kwenye maombi, lakini ibada tutakuwa nazo kuanzia Jumatano. Kwa hiyo Jumatano tutakuwa na maombi. Siku ya Ijumaa ni siku ya mafundisho, na siku ya Jumapili ibada tutakuwa tunaanza saa 3. Kwa hiyo niwakaribishe wote, na wewe mtangazaji nikukaribishe. Niombe ukaribie, tuje tumshangilie Bwana Yesu mahali hapa, na tuje tuombe kwa ajili ya Bwana Yesu, tupate neno, tujifunze mambo makuu na matendo makuu ya Mungu. Jamani, tumekaribishwa wote. Amesema mchungaji kwamba amejiandaa, yuko vizuri. Kwa hiyo unakaribishwa wewe mwenye shida, mwenye matatizo. Amesema kuanzia Jumatatu yuko hapa. Karibu sana. Tunashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki. Tunakutakia huduma njema. Asante sana. Naam, mtazamaji wangu wa Togolai 24 TV na mtazamaji wa Super TV, tumeona leo mengi yamefanyika katika uzinduzi huu, na mbele yangu hapa niko na askofu. Tunatamani wote tumjue. Naomba tujue majina yake na atuambie anajisikiaje kuwa mgeni katika ibada yetu ya leo. Karibu baba. Asante. Mimi kwa jina naitwa Askofu Saldonic Simon Sinde. Nimejisikia vizuri sana kwa katika ibada hii ambako tumezindua kazi ya Mungu mahali hapa Nyantira, na tumefurahi. Hapa Nyantira kuna watu wazuri, wanampenda Mungu, wana kiu na shauku ya kusikia maneno, na imetudhihirisha jinsi tulivyoona umati watu ambao wamekuwepo mahali hapa. Tumefurahi. Unaona nini mbele ya miaka 3-4 ijayo? Kwa kweli kitu tunachokiona ni kwamba Nyantira inakwenda kwa Yesu, kwa sababu hali ambayo tumeona huu umati wa watu na ile shauku ambayo tumeona kwao, tunategemea kuwa na kanisa kubwa na watu wengi huko mbeleni. Itakuwa ni mafuriko yasiyo ya kawaida. Kabisa. Amina. Jamani, mchungaji ametuambia kwamba anaona mengi ndani ya maisha yanayokuja. Tunashukuru. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Asante. Mbele yangu tuko na mgeni rasmi wa tukio letu la kuzindua kanisa letu la MMPT. Natamani tujue watazamaji anaitwa nani na anajisikiaje kuwa mahali hapa na anatuambia nini. Karibu sana baba. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Skubwabo Ngendabanka. Mimi nilikuwa mgeni rasmi katika shughuli ya kuzindua kanisa hili la Pentecost Nyantira. Jambo kubwa sana ni kwamba tunapenda kuona neno la Mungu linaenea katika jamii, ili kusudi kutengeneza jamii ambayo ina hofu ya Mungu, inaweza kutenda mambo yaliyo mema kwa ustawi wa jamii na kujiepusha na uovu, na hususan mmomonyoko wa maadili ambao umeleta majanga makubwa katika jamii. Kwa hiyo mimi nafarijika kuwa sehemu ya watu wa kwanza katika kuzindua kanisa hili katika eneo la Nyantira. Je, kwa swali la kawaida, ulivyoambiwa kwamba utakuwa mgeni rasmi, ulijisikiaje? Mimi nilijisikia vizuri. Naona kama na bahati kwa sababu wako watu wengi, lakini wanifuata mimi. Kwani mimi na nini kama sio neema ya Mungu tu? Una wito gani kupitia hiki ulichokifanya leo, au unaona nini ndani ya miaka 3-4 inayokuja? Mimi ninachokiona mbele yangu ni kuona kwamba itajengwa kanisa kubwa hapa na injili itafikia watu wengi, na matamanio yangu mimi ni kuona kwamba watu wengi wataokoka, watu wengi watamrudia Mungu, na tutakuwa na amani na utulivu katika eneo hili. Ni kitu ambacho tunakitaka sisi. Hasa sisi wazee tunapoona mambo yanaharibika tunajisikia vibaya. Kwa hiyo tunatamani kuona vijana wengi na watu wazima wanaokoka, wanamrudia Mungu, wanatenda yaliyo mema. Kwa nafasi ya upendeleo, una chochote cha kutuambia? Mimi ninachoweza kusema kwenu nyinyi hasa ambao ni vijana, chapeni kazi, mjue Mungu, lakini mjitahidi sana kufikiria kwenda viwango vya juu zaidi katika kazi zenu. You must be innovative, very aggressive, mweze kufika mbali zaidi. Nashukuru sana. Mjue Mungu zaidi. Tunashukuru. Asante sana Profesa. Bado
Bado tuko katika kanisa letu zuri la MMPT. Mbele yangu hapa niko na kijana. Tunatamani kujua mawili matatu kutoka kwake. Tunatamani kujua jina lake na anajisikiaje kuwa mmoja wapo wa katika uzinduzi wa kanisa hili. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Gadson Morris. Nimefurahi sana kwa uzinduzi wa kanisa hili, kwani ni tawi ambalo limezinduliwa kutoka katika kituo chetu cha MMPT Yombo Kiwalani, na mimi ni mmoja wa viongozi pale kanisani kituoni. Ni mwenyekiti msaidizi wa vijana idara yetu ile, na ni mwalimu pia wa kanisa ya kwaya kanisa pale Yombo. Nimefurahi sana kwa jinsi ambavyo nimekuwa ni mmoja wa mashuhuda kuja kushuhudia kwa ufunguzi wa kanisa hili, na naamini kwamba Mungu ana mpango na mahali hapa Kinyantila, kwa sababu ameona ni vema tuweze kumleta mtumishi aweze kuanzisha tawi lingine, moja ya matawi yetu ya pale Yombo Kiwalani. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kanisa hili. Na unawaambia nini vijana wenzako wa Kinyantila? Vijana wa Kinyantila ninawaambia kwamba wawe ni watu ambao wakumpokea kile ambacho Bwana ameamua kukileta hapa Nyantila, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri sana kwa vijana, kwa wamama, hata na watoto pia. Kwa hiyo anapoleta mtumishi wa Mungu mahali hapa ni kwa lengo la watu kuweza kuisikia habari njema ambayo inatokana na Yesu Kristo. Kwa hiyo ninawaomba wasogee mahali hapa ili kwamba waweze kujifunza kile ambacho Bwana ameamua kukileta mahali hapa Kinyantila. Asante, tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Na mtazamaji wangu wa Togolite 24 TV na Super TV, bado tuko hapa katika uzinduzi wa kanisa letu la MPT. Mbele yangu niko na mama hapa. Tunatamani tujue mawili matatu kutoka kwake. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Nimefurahi kukuona. Nami pia nimefurahi kukuona. Unaitwa nani mama? Mimi naitwa Leonida Moses Makoli au Mrs. Ruben. Mrs. Ruben. Unajisikiaje kuwa mahali hapa? Kwa kweli namshukuru Mungu, najisikia furaha sana. Ndiyo, kuwepo mahali hapa. Ulivyoambiwa kwamba unatakiwa uwepo katika uzinduzi huu, je, ulijisikiaje au ulihisi nini? Nilimshukuru Mungu kwa kuwa mmoja wa waalikwa wa mahali hapa. Nikasema Mungu amenikumbuka, kwa sababu unapopewa mwaliko inamaanisha Mungu amekukumbuka. Tuko wengi lakini Mungu akanikumbuka kuwa mmoja wapo mahali hapa. Ndiyo. Je, unawaambia nini wamama ambao wanapatikana hapa Kinyantila? Nawakaribisha katika kanisa la Kinyantila. Yesu yuko mahali hapa, moto wa madhabahu uko mahali hapa, kama jinsi askofu alivyosema, tuuwashe moto wa madhabahu na tuendelee kuuwasha. Amina. Wanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Alafu pia wanasema siku njema huanzia toka asubuhi. Je, unaona nini ndani ya miaka 10 inayokuja? Ninaona kanisa kubwa. Kanisa kubwa lenye uwepo wa Bwana, na moto wa madhabahu utaendelea kuwaka mahali hapa. Amina. Amina. Nashukuru sana mama. Asante. Mungu akubariki sana. Amen.